wakati mnakwenda kufanya huduma, huwa wale waganga au watu wa maeneo hayo kuna namna yoyote ambao huwa wanawatesti? Yani kuna hayo ni ya kawaida sana. Hayo ni ya kawaida sana ndugu mwandishi. Hizo ni changamoto. Kwa mfano mimi niliwahi kuwa mahali kwenye mkutano. Nahubiri mkutano hivi, naona nyuki wengi wanakuja niliko, lakini watu hawaoni nyuki hao. Mimi najaribu kufanya hivi huko nahubiri, lakini watu hawaoni nyuki hao. Kwa mpaka nilipoomba sana. Unajua wahubiri wengi wanazungumza tu yale maeneo walioshinda. Lakini hawezi kueleza kwamba mahali fulani nilifika palikuwa pagumu. Na hiyo nilikutana nayo wapi? Sehemu moja inaitwa Kibaigwa. Nilikuwa na mkutano Kibaigwa. Kaona nyuki wanakuja, lakini watu wengi hawaoni nyuki, ila mimi nawaona. Kwa hiyo matatizo ya kutestiwa ni ya kawaida sana. Kulogwa, kufanyaje, kawaida sana. Lakini tunachoamini ni kwamba Mungu anatulinda kwa sababu tuko katika haki ya kumhubiri yeye na kuhakikisha watu wanafunguliwa. Maeneo mengine unafika, fisi wanalia mlangoni kuanzia usiku mpaka asubuhi. Sasa hayo yote ni majaribio, watu wanajaribu, lakini unashangaa mara zote walipojaribu walikutana na Mungu. Na ndio sababu sasa utaona wachawi wanachoma uchawi. Kwa nini? Baada ya kuwa ameloga akashindwa. Utaona mganga anachoma uganga. Kwa nini? Baada ya kuwa ametesti akashindwa. Na akija akiomba msaada, anamwambia hakuna namna ya kusaidika mpaka uchome uganga. Kwa anauchoma ili asaidike. Tupo na mtumishi Joshua Moto Ulao, moja ya mtumishi mashuhuri sana, askofu wa kanisa la Hema la Utukufu Tanzania. Mtazamaji wa Come TV Tanzania, hapo chini unaweza kuandika chochote kile ambacho unataka kumuuliza mtumishi Joshua. Karibu sana. Kwa kumalizia, labda kwanza tupate picha ya wakati unakuja kaskazini kwa mikoa ya huko hii ya Dodoma hapa, Singida na Arusha na Manyara. Mkoa upi mgumu, yani mzito? Mikoa mizito kwa maana ya huduma. Yani kashikashi ni nyingi. Kashikashi ni nyingi. Mfano kuna maeneo ambayo yamepewa kabisa majina kwamba inaitwa Tanga ndogo. Kwa hiyo ukishasikia tu hilo jina Tanga ndogo, unajadili moyoni, unajadili na kichwani. Kwa mfano nimekuwa na mkutano sehemu moja inaitwa Bashinet Center. Iliitwa Tanga ndogo. Hapo ni kizaazaa. Nimekuwa na mkutano sehemu moja inaitwa Dodoma wilaya ya Chemba. Wanaita Lahoda, nayo ilibatizwa Tanga ndogo. Kwa yale maeneo korofi mengi yamebatizwa majina mbalimbali. Hata huko Singida yapo maeneo ni magumu, hatari. Kama wewe hujaitwa na Mungu huwezi kumaliza mkutano, utajikuta unaondoka usiku. Lakini kila tulipokuwa mahali vita ikainuka, Mungu aliingilia kati, na wale waliofanya uchawi na nini, Mungu alikutana nao na wakajikuta wanachoma uchawi wao na uganga wao. Kwa Mungu tunayemtumikia ni Mungu aliye hai na anatenda kazi kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa Singida na baadhi ya maeneo mkoa wa Manyara na Dodoma, ni maeneo ndio unafika unasema hapa nimekutana nacho. Unafika mahali unahubiri, sauti inakurudia wewe, haifikii watu wanaona afadhali waondoke kwa sababu hawakusikii. Kwa hiyo inabidi umeenda kuhubiri mkutano, unalazimika kuanza kuomba tena ili watu wasikie sauti ya Mungu, na mara zote Mungu amekuwa akishinda. Sawa. Mimi ni labda kwa wewe, kwa kumalizia, unawaambiaje sasa wakati huu uko kwenye ziara na watu ambao wanakufuatilia sasa hivi, mtumishi wa Mungu? Mimi nasema jambo la kwanza, wewe mtazamaji wa Come TV na Joshua Moto TV, ninachotaka kusema ni kwamba imani haijali umbali. Hata kama uko Marekani, hata kama uko wapi, unaweza kupona pale pale ulipo. Jambo ambalo ni lazima uwasiliane na mimi labda ni ushauri. Lakini kwa maana ya maombi, imani haijali umbali. Na nafikiri mwisho kabisa,
tutawaombea wale watazamaji wanaotazama, na kama mtu atahitaji mawasiliano basi anaweza akayapata ili aipate huduma. Kama utahitaji mawasiliano kwa ajili ya ushauri na maombi, unaweza kutumia namba ya simu 0690590044. Na mimi ninachotamka ni kwamba nawatakia baraka za Mungu wale wanaotutazama na kutufuatilia. Mungu wa mbinguni anaponya. Mungu anaponya magonjwa yote. Hakuna jambo linalomshinda Bwana. Nimeona wenye kansa ya damu, wenye kansa ya mwili wakipona, wenye presha, wenye sukari, wenye HIV, na watu ambao walikuwa wamekatiwa tamaa, nimeona wakipona, na wengine wako moja kwa moja kwenye chaneli yetu hii. Na mimi niseme Mungu awabariki sana. Labda kama kuna la mwisho, alafu baada ya hapo tumshukuru Mungu na tumalize. Sawa. Mtazamaji wa Come TV Tanzania, nadhani tumefika mwishoni kwa exclusive interview hii na mtumishi wa Mungu Joshua Moto Ulaho, ambaye kwa sasa yuko mkoa wa Amini Kaskazini kwenye ziara ya huduma, na anapatikana kwenye channel yake au channel ya Joshua Moto TV. Unaweza kuona jinsi ambavyo amekuwa akifanya huduma na akisaidia watu mbalimbali. Namba za simu ziko hapo chini, utaweza kuziona hapo. Kama una changamoto yoyote, basi unaweza kumuona mtumishi wa Mungu na wakaweza kusaidia. Mtumishi wa Mungu, kwa kumalizia, tuweze kufanya maombi kuombea. Sawa sana. Basi acha niwatamkie baraka. Baba, kwa jina la Yesu, yule ambaye anatazama na kufuatilia chaneli hii, ninakuomba Bwana Yesu, ikiwa ana mzigo wowote kwenye maisha yake ama kwenye familia ama kwenye kazi yake, kwenye biashara, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, auone mkono wako na azione nguvu zako. Natamka baraka anapotoka, natamka baraka anapoingia. Kama analima mashamba, apate baraka ya mashamba. Kama anafanya biashara, apate baraka ya biashara. Kama anafanya kazi kama mtumishi wa serikali, onekana kwake, mpe kibali na umtendee mema kwa utukufu na kwa nguvu zako. Aliye mgonjwa na awe mzima, aliyesongwa na mambo mbalimbali, mikosi, balaa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naipanda baraka na bahati njema juu ya maisha yake kwa jina la Yesu. Amen. 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 Asante sana. Mimi jina langu naitwa Mr. Come TZ wa Come TV Tanzania.